yanavuta aina fulani ya watu. Lakini misconception namba 2 ambayo ni muhimu sana kujua ni kwamba it's not the size of opposition that fails you, is lack of vision. Kwamba kinachokufelisha kwenye maisha sio kile kiwango cha watu wangapi wanakupinga, sio kiwango cha watu wangapi wako against na wewe. Hapana, ni vision yako, ni kukosa yale maono, kwa sababu vision inatengeneza persistence. Vision inatengeneza mtu kutaka kupambania kitu ambacho hata katika mazingira ya kawaida asingeweza kupambana nacho. Kwa hiyo ukiwa hauna maono, kipingamizi kidogo tu kitakukatisha tamaa. Lakini ukiwa na maono, haijalishi watu ni wangapi, vipingamizi ni vingapi ambavyo vinakuja kwa ajili ya kukatisha tamaa. Daudi ukimsoma kwenye Biblia alikuwa na maono. Ndio maana Goliati alikuwa ametokezea pale siku 40 anatishia jeshi zima. Ukisoma inaonekana kwamba jeshi zima la Israeli walikuwa wanaogopa, wanajificha. Lakini Daudi alikuwa ni mdogo kwa umbo, hana silaha za kutisha. Nini kilimfanya akimpe ushindi? Ni maono. Maono yanatengeneza nguvu ya kupambana na watu wanaokupinga. Kwa watu wengi sana wanakata tamaa kwa sababu hawana maono, sio kwa sababu vipingamizi ni vikubwa. Unachokutana nacho wewe leo, kuna watu wengi waliokukutana nacho, na wengine bado wanakutana nacho sasa hivi, na wengine watakutana nacho kesho, lakini watakishinda. Kwa kitu cha muhimu kwenye maisha yako ni kuhakikisha kwamba haukati tamaa kwa sababu ya kile unakutana nacho. Na nini kitakufanya usikate tamaa? Ni maono. Misconception ya 3 ambayo unatakiwa uiondoe kabisa na kufika kwenye swala kung'aa na maono kwenye maisha yako ni kwamba it's not lack of connection that fails you, it's lack of vision. Sio kwa sababu una connection. Unajua watu wengi wanakutana sana, unajua mimi kwa sababu sina connection, sina mtu wa kuniinua, sina mtu wa kunishika mkono. Watu wanashika mkono watu ambao tayari wana maono na wameanza kuchukua hatua. Watu wanawainua watu ambao tayari wenyewe wameanza kuinuka kwa namna fulani. Usiue ndoto zako kwa sababu ya lack of connection. No, ukipambania maono yako utakutana na watu sahihi kwa muda sahihi. Maana yake it's your vision that attracts connection. Ni vitu fulani. Ufuatilie Yusufu kwenye Biblia, unamkuta Yusufu alikuwa na ndoto. Ndoto yake ilikuwa ni kuja kuwa mkuu wa nchi. Aliota ndoto, akasimulia wazazi wake, akasimulia kaka zake, wakaona kama mtu ajabu sana. Lakini angalia ndoto ambavyo ilimsogeza, yale maono yalivyoanza kumsogeza taratibu yanamkutanisha na Potifa. Wenyewe nafikiri wamemuuza, kumbe yale maono yanamkutanisha na watu sahihi. Anaenda gerezani, kumbe kule gerezani alienda kukutana na mtu atakayemsaidia kumtaja Ikulu. Kwa nini? Maono unapokuwa nayo huwa yanatengeneza mazingira ya wewe kukutana na aina fulani ya watu. Ndio maana usijali sana nje nini kinatokea. Inawezekana leo hauna nguo nzuri za kuvaa. Inawezekana leo watoto wamefukuzwa shule. Inawezekana leo biashara haifanyi vizuri. Lakini kitu unachotakiwa kujua ni kwamba hali yako ya ndani, maono yako ya ndani huwa yanaweza kubadilisha mazingira yako ya nje. Kwa badala ya kuangalia vitu gani haviko sawa sawa,